Wewe unaenda wapi? Unapojificha unahisi sitakuona? Mimi sijajificha wala nini. Ulichokuwa unakimbia. Kwa hiyo wewe ndugu yangu ulisi ukila langu mimi sitakukamata. Mimi nilikwambia nimepata msiba. Umepata mara sikuelewi, mara umepata msiba, mara umefiwa. Hiyo hela yangu vipi? Kwanza unakufaje hujanipa hela yangu? My dear. Hela naomba. Yaani ikiwezekana hata hii simu. Naomba hela yangu. Unajua kule hela za watu nakukimbia. Mara nimekufa, mara nimesafiri unatakaje? My dear, leo mimi nakuvua tangu. Yaani hela yangu mimi leo kwani wewe vipi bana? Mbona mnadhalilishana nyinyi? Tulia. Ngoja kwanza sikiliza basi, nisikize kwanza. Nakusikiliza. Mbona hiki mnachokifanya? Akifanani kuwa bora hata kidogo. Kuna kipindi nyinyi wanawake wenyewe inabidi mkae mzungumze muone nini mtafanya. Wewe unanishauri mimi nizungumze na unajua nakula shingapi yangu na kitenge ni. Angalia kwanza, subiri basi kwanza. Subiri kitenge ni. Wewe umemvua nguo mwenzio. Na namvua na simu yenyewe nachukua. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unanivua nguo mimi na baki uchi ili upate nini? Mwezi wa Ramadhani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wa alaykum salaam. Vipi jamani? Mbona mnagombania kwenye nyumba yangu? Mimi amekuja tu hapa ndaanza kunivua nguo hapa. Hiki kitu sio kizuri. Tambueni kabisa ili eneo pia linamilikiwa na mtu. Alafu kwa hivi vitu ambavyo mnavyovifanya have make sense. Sasa tatizo liko wapi mpaka mnafikia? Kisha unamwona alivyojifunika. Amekula hela zangu akazingizia amekufa. Kaniona napita hivi kakimbia hivi sasa hivi anajifunika na ushungi, anajifanya yeye ndo anadini sana, nataka hela yangu mimi. Kaka. Ni wa mkeoni. Mimi kiukweli sihusiani nao, isipokuwa kidogo huyu binti mimi ninafahamu. Na kana kule nyumbani. Kwa hiyo nimeona hii situation nikaona nijaribu kuweka mambo sawa ili wasije kwa msana. Sasa kibinadamu naweza nikwambia tu sio sahihi. Na kitu ambacho kilichokuwa sahihi ni kile ambacho kinatengeneza maridhiano kati ya nyinyi wawili. Sio, tunaelewana hapo? Na katika huu mwezi wa Ramadhani inahitajika msamaha mkubwa sana kutoka kwenu. Sio, mnaelewana? Hata kama ukiwa na mtafaruku sawa, ilishatokea hayo mambo ya kibinadamu, lakini kinachotakiwa mkae chini, mzungumze, mjue kitu gani ambacho mnachotakiwa kufanya, then mambo mengine yaendelee. Mimi ninachowasihi tu dada zangu, kwa kuwa siwafahamu, kwanza mmekuja kwenye eneo langu na sitapenda hiki kitu pia kiendelee, cha kufanya nyinyi wawili mkubaliane kitu gani ambacho kinaweza kuwa favorite kwenu, mkalimalize hili jambo na sio kugombana, kuleteana fujo kama hivi. Na imani nyinyi ni Waislamu bila shaka na mmefunga. Ndio. Haina haja kufanya hivi vitu. Kama ni masuala ya pesa, pesa zipo duniani. Akhera hakuna pesa, akhera kuna amal ambazo ulizotengeneza duniani. Ndio. Kikubwa muelewane, msamehane, mjue kitu gani ambacho mnatakiwa kukifanya. Si ndio hivyo brother? Hivyo sahihi. Mimi nafikiri wanasikia sana. Sio dadangu, umenielewa? She, mimi nimekusikia na nimekuelewa vizuri na yameniingia. Alafu ukiongea na She usifanye hivi sasa kama unachamba. Yaani sawa, nashusha mkono chini. She, mimi huyu yani akubali hapa jibu langu moja, hela yangu ananipa lini? Hayo ni makubaliano yenu nyinyi wawili. Cha kufanya huo mzozano wa nyinyi wawili msiendelee tena. Nyinyi wawili mnaweza mkakaa chini, na imani mlikuwa marafiki na mlikuwa karibu. Kaeni chini mwezungumze ya mambo then yaishi. Hiko ndo kitu kikubwa. Sisi tumeelewana. Ndio, tumeelewana. Basi sawa, mimi naomba eneo hili kidogo msogee ili mradi kila kitu kiwe sawa. She, mimi nimekuelewa, ila mfungo ukiisha kijumbe nakuja kuchukua hela yangu. Tuondoke kaka. Wewe umeambiwa tusameheane, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na